Makala hii ya pili ni mwendelezo wa makala iliyotangulia yenye kichwa cha habari Akili Bandia, AI na Biblia, ambapo tulichambua kwa kina kuanza kwa matumizi ya AI, hususan mfumo wa Enoch, pamoja na sababu za kuanzishwa kwake na mjadala wake kati ya watafiti na wanatheolojia. Sasa, katika makala hii ya pili, AI yafichua siri mpya za maandiko ya kale ya Biblia. AI imegundua nini hasa, na ugunduzi huo umebadilishaje uelewa wa watu? Fuatana nami katika makala hii. Kadri matumizi ya akili bandia yanavyozidi AI kuenea katika tafiti za Biblia, moja ya mafanikio makubwa zaidi yameonekana katika uchunguzi wa maandiko halisi yaliyohifadhiwa tangu maelfu ya miaka iliyopita. Miongoni mwa maandiko hayo ni Dead Sea Scrolls pamoja na nakala muhimu ya kitabu cha Isaya inayojulikana kama Great Isaiah Scrolls. Haya si maandiko ya kawaida, ni ushahidi wa moja kwa moja wa maandishi ya kale yanayohusiana na Biblia. Kupitia utafiti uliotumia mfumo wa AI Enoch, watafiti waliweza kuchunguza maandiko haya kwa kina zaidi kuliko ilivyowahi kufanyika. Matokeo yalikuwa ya kushangaza. Kwa mfano, baadhi ya vipande vya maandiko vilivyokuwa vinaaminika kuwa vilitoka katika kipindi cha baadaye, vilionekana kuwa vya zamani zaidi kwa miongo kadhaa. Katika baadhi ya matukio, maandiko yalirudishwa nyuma kwa takribani miaka 20 hadi 50 zaidi kuliko makadirio ya awali, na kwa baadhi ya vipande hata karibu miaka 100. Ugunduzi huu umebadilisha uelewa wa kihistoria kuhusu lini hasa maandiko haya yalikuwepo. Katika uchunguzi wa kitabu cha Danieli, watafiti walibaini kuwa nakala zake zinaweza kurudi hadi karne ya 3 kabla ya Kristo, yani takriban miaka 200 hadi 300 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hii ni karibu sana na kipindi ambacho wataalamu wengi wanaamini kitabu hicho kilitungwa. Ugunduzi huu una uzito mkubwa kwa sababu unatoa ushahidi kwamba maandiko hayo hayakuandikwa karne nyingi baadaye kama baadhi ya wakosoaji walivyodhani, bali yalikuwepo mapema zaidi karibu na matukio yenyewe. Aidha, katika uchunguzi wa Great Isaiah Scroll, AI iligundua jambo jingine la kipekee. Maandiko hayo yaliandikwa na waandishi wawili tofauti, licha ya kuonekana kama yameandikwa na mtu mmoja. Mladen Popovi alieleza akisema, kompyuta inaonyesha tofauti ambazo macho ya binadamu hayawezi kuona. Ugunduzi huu unaonyesha kuwa kulikuwa na mfumo wa kitaalamu wa kunakili maandiko kwa uangalifu mkubwa sana, ambapo hata waandishi tofauti waliweza kuandika kwa mtindo unaofanana kwa kiwango cha juu sana. Matokeo haya yana athari kubwa katika kuelewa jinsi Biblia ilivyohifadhiwa. Kwa upande chanya, yanaonyesha kuwa maandiko yalihifadhiwa kwa umakini mkubwa na kwa uaminifu, jambo linaloongeza imani kwa wale wanaoyaamini. Wanatheolojia wamejaribu kuweka mizani katika mjadala huu. N.T. Wright anasema, utafiti unaweza kuangaza historia ya Biblia, lakini imani inabaki kuwa zaidi ya data. Naye John Lennox anaongeza, akili bandia inaweza kuchambua mifumo, lakini haiwezi kuelewa ufunuo. Kauli hizi zinaonyesha kuwa hata kama AI inaleta ugunduzi mkubwa, bado kuna mipaka katika kile inaweza kufanya. Kwa mtazamo wa waumini wengi, ugunduzi huu unaonekana kuimarisha zaidi uaminifu wa maandiko. Mmoja wa waliohojiwa alisema, inanipa uhakika zaidi kuona kwamba maandiko haya hayakubadilishwa kiholela, bali yalihifadhiwa kwa uangalifu mkubwa kwa maelfu ya miaka. Kwa ujumla, matumizi ya AI katika uchunguzi wa Biblia yameleta mapinduzi makubwa ya kiteknolojia na kihistoria, yakifungua milango mipya ya kuelewa maandiko haya kwa kina, huku yakiacha nafasi kwa mjadala unaoendelea kati ya sayansi na imani. Mungu akubariki. Mpaka wakati mwingine.